Wabariki. Ni washukuru pia wazee wa kanisa ambao wameridhia mimi kuwepo mahali hapa, maana halikuwa jambo la muda mrefu, imekuwa kama dharura. Ni washukuru mashemasi, wakuu wa idara na kanisa kwa ujumla. Mungu awabariki kwa kuwa mmenipa kibali cha kuja kusimama mbele zenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi ninaitwa Ibrahim Twaibu. Ibrahim Twaibu. TWAIB. Ninaye mke mmoja, lakini pia nina watoto 4. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nimetokea Manzese EAGT9. Ninaabudia kwa mchungaji Matayo Undala. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi sio kiongozi wa Tebe kama alivyosema mwenyekiti wetu hapa, na mimi ni Tebe, ni mshirika tu, ni mwanachama wa Tebe. Amen. Hilo ili liweze kufahamika vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni wiki ya Tebe. Amen. Amen. Kwa tarafa ya kule kwetu Manzese, sijui hata kama iko hivyo, maana hizi ni taratibu za dini wameziweka. Yawezekana na nyinyi mkawa na wiki yenu, ama ni kitaifa, sielewi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanaifahamu kauli mbiu ya Tebe? Kauli mbiu ya Tebe, mwenyekiti pale. Kanisa letu lina idara. Ziko karibu idara 9. Tunayo idara ya CGM, tunayo CWI, tunayo idara ya wamama, tunayo kuski, tuna Tebe, na kurugenzi zingine nyingi. Sasa kila idara wana kauli mbiu yao. Amen. CWI, chipukizi wa Injili. Tumshangilie Yesu wetu kwa makofi na vigelegele. Hiyo ndio kauli mbiu. CGM moto. Haleluya, haleluya. Wamama. Mungu awabariki sana wamama. Wababa na nyie mnayo? Wababa. Amen. Mmesikia sasa? Kwa hiyo na Tebe pia wana kauli mbiu. Amen. Tukisema Tebe tunasema moto mkubwa, injili ya kweli ya Yesu Kristo. Amen. CGM wana moto na Tebe tuna moto. Amen. Moto wa Yesu Kristo. Hebu tumshangilie Yesu wetu kwa makofi na vigelegele. Nadhani tumeshafahamiana. Nitaomba mtu mmoja atanisaidia. Sasa mzee, utakapoona imebaki kama dakika 10 unistue, maana sina saa hapa. Nataka tukajifunze kile ambacho Mungu amekusudia tuweze kujifunza asubuhi ya leo. Majina yangu umeshanifahamu, na
nitambulishe somo ama kichwa cha somo. Kwa yule anayeandika, andika kazi kumradi, andika siri na nguvu iliyo katika kumjua Mungu. Siri na nguvu iliyo katika kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, kuna vitu utavipunguza kwa hawa waheshimiwa. Haleluya! Hawatakuwa nyuma yako, lakini usipomuelewa Mungu utamchukia mchungaji, utawachukia na wazee. Maana kuna wakati itawalazimu unatembea nyuma na wao wanatembea nyuma yako. Kwa nini? Kwa sababu matendo unayoyafanya hayaasi kama kweli unamjua Mungu. Sasa kuna siri ambayo Shetani ameificha kwenye eneo hili. Anafunga ufahamu ili usimjue na kumfahamu Mungu unayemtumikia. Shetani anajua kwamba ukimfahamu Mungu una uhakika wa kumshinda, na ukimshinda kwake amepata hasara. Kwa hiyo yeye atapambana kwa kutumia hila na mbinu nyinginezo kuhakikisha kwamba ufahamu wako unafungwa, usimuelewe Mungu unayemwabudu, na hiyo itakuwa ni hatari kubwa kuliko hatari zingine zozote unazozifahamu. Sasa huwezi kumtumikia Mungu sawasawa kama haumjui sawasawa. Haleluya! Yaani utakuwa uko juu juu, lakini kama unamfahamu, moja, hautayumbishwa. Leo ziko elimu na mafundisho mengi. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa unamwelewa aliyekuita, utatoka kwenye njia. Wazee wa kanisa watabaki wanapiga simu, hivi mama fulani mbona hatumuoni? Kumbe kuna mafundisho alikutana nayo yasiyokuwa na uhai ndani yake, yakambeba. Kwa nini? Kwa sababu hakumjua vizuri Mungu anayemtumikia. Na ni wajibu wetu kumuuliza maswali. Usimwogope, Mungu ni rafiki. Amen. Ukiwa umeketi peke yako, muulize maswali. Wewe ni nani? Kwa nini umeniita? Haleluya. Ninapozunguka huko mtaani, nikiwa kazini kwangu, watu wanasema kwa mlokole, wakaniuliza wewe unaabudia Mungu wako ni nani? Niwaambieje? Unajua Mungu ana kawaida ya kujitambulisha kwa mtu tofauti tofauti. Haleluya. Amen. Yaani anapojitambulisha kwako inaweza ikawa na tofauti na vile anavyojitambulisha kwangu. Na kila mtu aliyeitwa anao utambulisho. Kuna mahali Mungu alijitambulisha kwa watu kama Ebeneza. Kuna mahali pengine Mungu alijitambulisha kama Rafa. Mahali pengine anajitambulisha kama Yehova Yire.
kwako Mungu anajitambulisha kama nani. Ukiwa mbele za watu unawaambia wewe unatumika na Mungu nani. Haleluya. Yaani usipoelewa, dunia itakukamata, itakupeleka kwenye mafundisho. Ukisha kupelekwa kwenye mafundisho, ufahamu wako utafungwa. Utadhani upo sehemu salama na sahihi, lakini kumbe ndivyo unavyoangamia. Bwana Yesu asifiwe. Ninampenda sana Musa. Tukimbie kwenye kitabu kile cha Kutoka. Tukimbie kwenye kitabu cha Kutoka. Tuweke msingi kidogo, alafu tukaweke zege. Nikipata mtu wa kunisomea Kutoka 3, ukisoma 13 mpaka 14, nitafurahi sana. Kitabu kile cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 14. Amen. Musa akamwambia Mungu. Tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli. Anamwambia tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli. Na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Na kuniambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Nao wakaniuliza jina lake ni nani? Huyo Mungu anaitwa nani? Niwaambie nini? Je, nakwenda kuambia nini? Mungu akamwambia Musa. Mungu sio mchoyo wa majibu, akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli. Mungu akubariki. Hii ni habari ya wana wa Israeli wakiwa Misri. Ukumbuke watu hawa wamekaa miaka 400 na ushe. Kwa hiyo waliijua miungu ya Farao kuliko Mungu mwingine. Lakini ahadi ya Bwana anamwambia Ibrahimu, mtakwenda utumwani miaka 400. Lakini majira yatakapofika nitawatoa utumwani. Kwa hiyo majira ya Bwana yanafika, hao watu wako Misri. Mungu anamtokea Musa kama kiongozi, anamwambia Musa, wakati ulioamriwa na Bwana ndio huu. Ninataka sasa mwanze safari, mtoke katika makao haya ili muende kwenye nchi ambayo niliwaahidia baba zenu. Sasa just imagine, hao watu wamekaa ni miaka 400. Mahali pengine Biblia inasema ni 430. Lakini Mungu anasema kawaambia hawa watu safari inaanza. Haleluya. Musa ni mjanja sana, anasema baba, mimi siendi kichwa, never. Nataka uniambie who are you? Wewe ni nani? Yaani watu wamekaa miaka 400, leo unaniambia nikawaambie Mungu wa baba zenu anasema tuondoke. Hivi hilo swali mimi nitalipelekaje kwa hawa watu? Wamekaa Misri, wanaabudu miungu ya Misri, wanaijua miungu ya Misri. Wewe hawakujui. Haleluya. Sasa mtu mwingine anahisi nikianza kumhoji Mungu nitaonekana sina nidhamu. Hapana. Mungu wetu anataka tumjue. Kwa sababu anajua tukishamjua tutamtumikia sawa sawa. Kwa hiyo Mungu anajitambulisha kwa Musa. Akawaambia hilo jambo ni dogo. Nenda kawaambia hivi, mimi niko ambaye niko. Haleluya. Kitabu kile cha Waebrania anasema mimi ni yeye yule jana na hata milele. Mshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Kwa hiyo kawaambia hivi,
kinachokuja mbele. Kwa hiyo imewapasa kuondoka katika nchi hii. Ndipo Musa sasa anakuwa na uhalali, walau wana mwanga wapenda kuambia sasa wale watu, ndugu zangu, tunatakiwa kuondoka. Ndiyo maana ya kitabu cha Kutoka. Haleluya! Wanatoka kwenye kongwa la Farao lililowakalisha miaka 400 na kidogo. Mungu anamwambia tokeni mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tunafahamu Gideoni anamuuliza Mungu, mimi wewe ni nani? Mungu anamwambia no, wewe usiangalie udogo wako na umaskini kwa maskini. Mimi nimesema. Wanahojiana, anasema njoni tusemezane, asema Bwana wa majeshi. Sasa una wasiwasi gani ya kwenda kwa Mungu kusemezana naye? Haleluya. Anakaa ndani yako, unakaa ndani yake. Kwa hiyo ikifika mahali mnapiga story, ukiwa unatembea mbele, sasa Bwana umeniita. Mbona naona kanisani kuna wengine wanaimba, kuna wengine naona wanahubiri, kuna wengine wanashuhudia, kuna wengine, mimi ninafanya nini kwako sasa? Nitakaa tu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hafanyi kazi isiyozalisha. Haleluya. Mungu sio tasa. Haleluya. Hebu mshangilie makofi na vigelegele Yesu. Sio tasa. Anataka kila aliyeitwa azae matunda. Kwa hiyo usifike mahali ukasema unajua mimi sina chochote. Haijawahi kutokea tangu dunia ina watu karibu bilioni 8. Lakini kila mtu anapoitwa Mungu anampa na kitu cha kufanya. Hakuna aliyeitwa kwa Bwana akakosa kitu cha kufanya. Hayupo. Isipokuwa tunakuwa tunadhani kwamba Mungu ana vitu special kwa ajili ya watu special. Yaani ukionekana unafagia unahisi hii sio huduma. Lakini mbele za Mungu, wewe unayefagia na mimi ambaye niko hapa na bweka, tukizifanya zile kazi kwa uaminifu, wote tuna haki sawa na ujira wetu ni sawa. Tofauti ni moja tu, uifanye ile kazi kwa uaminifu kiasi gani. Full stop. Hata ungekuwa unaombea, viwete wanatembea wananyanyuka, na yule mama anashinda anafagia, kama hizi kazi mnazifanya nyote katika hali sawa, Mungu anawatizama kwa sura. Isipokuwa sisi tunajisahau, tunapandisha wabega. Unajua nilishawahi kuombea mtu alikuwa hatembei, sasa anatembea. Unajua kuna kipofu niliweka mikono akapa, ni sawa. Lakini ujue haleluya. Sasa huyu ni Musa. Ichukue ile nafasi ya Musa ili na wewe sasa umhoji Mungu, kwangu wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuna somo la msingi, andiko la msingi ambalo hili tunaweza tukalirudia au tukalirejea mara kadhaa. Nisomee kitabu cha Ayubu 22:21. Ayubu 22:21. Ayubu sura ya 22 mstari wa 21. Mstari wa 21 nasema, mjue sana Mungu, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokujia. Ndivyo mema yatakavyokujia. Andika hivi: kadri unavyozidi kumfahamu Mungu, kadri unavyozidi kumfahamu Mungu, ndivyo anavyojifunua kwako. Kadri unavyozidi kumfahamu Mungu, ndivyo anavyojifunua kwako. Kadri unavyomsogelea Mungu, ndivyo anavyokusogelea pia wewe. Sasa mtumishi wa Mungu Ayubu amesema, mjue sana
Mungu. Hiyo ni pointi ya kwanza. Sasa kuna matokeo ya kumjua Mungu yako mengi, lakini Ayubu katika sura hii anasema utakuwa na amani, lakini anasema ndivyo mema yatakavyokuijilia. Kwa hiyo andika hivi, kiwango cha kumjua Mungu ndicho kiwango chako cha kusitawishwa kiroho na kimwili. Kiwango cha kumjua Mungu ndicho kiwango cha kustawishwa kiroho na kimwili, viko sambamba. Kwa hiyo kuna vitu ni automatic. Ndio maana nimesema vitaondoa usumbufu kwa wazee na mchungaji na wengine. Ile tendency ya kila siku unawekewa mikono. Baba, nasikia bega la kushoto halijakaa sawa. Baba, nimelala nimeamka nywele zangu sizioni. Baba, unajua nilikuwa natembea sijui kuna kitu gani. Hayo mambo yatakoma. Yaani hauhitaji mtu tena aje aseme kwa jina la Yesu ninakuapisha. No! Kadri unavyoendelea kumjua Mungu, Mungu anakutenganisha na shetani. Shetani ndivyo anavyokaa mbali. Kwa nini? Kwa sababu utukufu wa Mungu unapokufunika, shetani hawezi kusogelea utukufu wa Mungu. Tunajua namna Musa alivyokuwa. Musa kuna wakati alifika mahala utukufu wa Mungu unamfunika mpaka watu wanashindwa kumsogelea. Sasa kama mtu wa kawaida anashindwa kumsogelea, shetani atapata watu ujasiri wa kumsogelea. Haleluya. Yaani tunatakiwa tupite mahali kama kuna adui aachie njia. Haleluya. Anasema hivi kwenye kitabu kile cha Waebrania, yeye ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. Ungeelewa vizuri maana yake ni nini? Ukimjua huyu Yesu anasema yeye na Baba yake watakuja ndani yako, watafanya makao. Tunaelewana? Kwa tafsiri nyingine, ndani yako moto unafanya makao. Haleluya. Sasa kazi ya moto ni kuteketeza. Kwa hiyo mahali unakopita, unapita na moto wa Bwana. Mahali unakopita, unapita na moto wa Yesu Kristo. Tunaelewa zile habari za Meshaki, Shadraka na Abednego. Wakati wametupwa kwenye tanuru lile la moto, Nebukadneza anasema, jamani, hawa watu mbona walikuwa watatu, lakini tunamwona mtu wanne, na wale watu tunaona mikono yao ilikuwa imefungwa lakini imefunguliwa. Wako kwenye moto wanapiga stori. Kwa nini wako kwenye moto hawaungui? Maana hata wao tayari ni moto ulao. Kwa hiyo dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto ni nini, wapendwa? Sasa kama wewe sio moto, utapata cha mtema kuni. Amen. Amen. Kwa hiyo Yesu ukishamjua akaja ndani yako akafanya makao, wewe unabadilishwa, unakuwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hili si jambo la nadharia, ndugu zangu. Ni jambo linalohitaji uchukue hatua. Ayubu anasema mjue sana. Haleluya. Anasema mjue kidogo. Haleluya. Anasema mjue kidogo.
Anasema umjue sana. Haleluya. Sasa hii sana inayozungumziwa ni ya kiasi gani? Lakini ninachotaka uelewe hapa ni kwamba Mungu anataka tumjue kwa viwango vya hali ya juu. Haleluya. Kwa hiyo kadri unavyopanda viwango, na Mungu katika ulimwengu wa roho anakupandisha, na katika ulimwengu wa mwili anakupandisha. Watu wanasimama wanakupiga vita, lakini Mungu anasema mwanangu yuko juu, mwanangu hakuna wa kumshusha, maana viwango vyake vya kunifahamu viko juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunayo kazi ya kufanya, kumjua huyu Mungu sana sana, sio kidogo. Nilikuwa namfuatilia mtu mmoja anaitwa Leonard Bonke. Ameenda kwenye mkutano mahali fulani, alianza kazi kwa kusuasua ya Mungu, lakini alifika mahala anasema, kwa mara ya kwanza nimefanya mkutano wa watu 750,000. Bonke akachanganyikiwa, akadhani hapo ndio mwisho wa Mungu. Anamwambia mke wake kwamba, mke wangu, hebu angalia hivi viwango Mungu alivyovifanya. Anasema nadhani hapa ndipo Mungu anakoishia sasa kufanya watu waje kwenye mkutano. Lakini wakati ametulia, Mungu akamwambia Bonke, God has no maximum. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu hana mwisho. Haleluya.